Masjid Riyadh, msikiti mkuu wa Ijumaa Tanga, barabara 9 kwa ya 10. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. Kuzungumzia nukta tatu muhimu sana. Nukta ya kwanza ni zakatul fitri. Kadhalika tutazungumzia usiku wa mwisho wa Ramadhani na tutazungumzia siku ya Eid kwa ikhtisar. أما زكاة البدن وهي زكاة الفطر. أما زكاة ya mwili nayo ni zakatul fitri, ni zaka ya kusafisha mwili wako. Fahiya mutaalliqa bilbadan. Zaka hii ndugu zangu imeambatana katika mwili wako. Mwili wa mwanadamu unasafishwa katika ibada hii ya kufunga, inasafishwa kwa kutoa zakatul fitri. Fahiya an badanihi, nayo zaka hii inatokana na mwili, ni zaka ya mwili. Fahiya wajib ala badanihi, nayo ni wajib juu ya mwili wako, ni ibada ya lazima ya kutoa zakatul fitri. Walidhalika, kwa ajili hiyo, hiya tuhratu lisaim, inamsafisha mfungaji min arrafath wallaghwi, kutokana na machafu na kutokana na upuuzi alioufanya mfungaji. Fatakallam bilisanihi, umezungumza kwa ulimi wako, au rafatha fi athnai siyamihi, au ukafanya uchafu katikati ya funga yako. Fa in ikhraja hadhi zakat mukaffiratun lah, basi utakapotoa zaka hii, basi itakuwa unafutiwa wewe makosa yako. Tuhratu lisai, zakatul fitri inamsafisha mfungaji kutokana na uchafu wa vitendo na kadhalika maneno ya kipuuzi. Fi athnai siyamihi, katikati ya funga yako, mchana, jioni, huenda ukawa umezungumza neno ambalo likakusababishia wewe ibada yako ya funga ikawa kidogo na mushkeli wa uzito wa mathawabu. Sasa unapotoa zakatul fitri, inakuwa unafutiwa lile kosa ulilolifanya, ima la vitendo, ima la maneno. Mwezi ni mrefu, tunasema mengi, tunafanya mengi. Kwa hiyo sharia ikatuwekea zakatul fitri kwa kuwa sisi ni wanadamu. Kila tutakapojilinda tusiseme maneno ya kipuuzi, basi tunaweza tukaponyoka kusema hivyo hivyo. Kwa hiyo zakatul fitri ni zaka inokuhusu wewe mwenyewe, kutokana na mwili wako unausafisha. Kwa hiyo kila mmoja anahitajia kujisafisha mwili wake ili ibada yake ya funga iwe na nguvu, kutokana na mapungufu yetu sisi kama wanadamu. Wal muslim yajibu alayhi daiman an yuqirra ala nafsihi bidhanbi, la budda an ta'lam annaka lasta salim min dhanbi. Wal muslim, muislam, yajibu alayhi, ni wajib juu yake muda wote kufahamu, ayuqirra ala nafsihi, kukiri juu ya nafsi yake, bidhambi, kutokana na dhambi. La budda, hakuna budi, ni lazima, an ta'lam, ufahamu, annaka, kwamba wewe, lasta salim min dhambi, huwezi kusalimika na madhambi.
kila utakavyojichunga, kila utakavyojilinda, ni lazima utafanya kosa, lazima utafanya dhambi. Kwa hiyo muda wa kuwa sisi ni binadamu, alkamalu lillah, kamilifu ni Allah peke yake, ndipo tukaekewa sheria hii ya kutoa zakatul fitri, nayo ni 2.5 kilo. Ujitolee nafsi yako na nafsi za wale unaowamiliki, utakiwa uwatolee. Unapotoa basi yale mapungufu yatafutwa yote na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kutoa zakatul fitri. Kwa hiyo ni ibada ya wajibu, ni ibada ya lazima, na ni kwa ajili ya nafsi zetu sisi wenyewe. Kila mmoja anahitaji ibada yake ya funga iwe na uzito wa kiwango cha juu, na tuweze kwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kila mtu anahitajia siku ya Kiyama atakapofufuliwa, basi funga ndio iende kumtetea. Ya Rabb, yani funga iseme kumwambia Allah, mana'atuhu at-ta'am, huyu nilimzuilia mimi na chakula, wa shahwa, na nilimzuilia mimi na matamanio, na muombea msamaha wewe Mola wangu, fashafi'ni fihi, msamehe mtu huyo. Ibada ya funga siku ya Kiyama itakwenda kukuombea wewe. Kwa hiyo kila mmoja anaomba aombewe na funga, na Allah atakubali dua hii, Allah ataikubali na tutapata sahal baada ya kuombewa na funga. Sasa ili ibada yetu iwe ya sawa sawa na iweze kutusaidia, tumewekewa zakatul fitri ili iweze kutusaidia kutuondolea yale mapungufu yote tuliyoyafanya. Allah anatusamehe kwa kutoa zakatul fitri. Ibada hii ndugu zangu, wengi hatutaki kutoa. Wako wafanya biashara, mtu anaona biashara hii ni ndogo ndogo, labda nauza sambusa mimi, hastahili, anaona kutoa. Mwingine anauza juisi, mwingine anafanya biashara kuuza samaki, anatembeza barabarani na kadhalika. Katika mabiashara tunayoyafanya, biashara zile zinatuingizia vipato tukaweza kufuturu. Kadhalika ufahamu kwamba unatakiwa utoe pia zakatul fitri. Na yule mwenye uwezo wa chakula chake cha siku ya Eid, halafu akawa na ziada, unaweza ukatoa halafu ukawa na ziada, kile ziada ndio unatakiwa utoe kwa ajili ya zakatul fitri. Na kila mmoja anamfanya biashara anakuwa na akiba, anaweka mwenye akiba ya 100,000, mwenye akiba milioni, mwenye akiba 50,000, lakini watu wanaweka akiba zao ya faida wanazozipata katika mabiashara. Sasa sharia inatutaka tutoe, na ni kwa ajili ya nafsi zetu, sio jambo hili la kuwa na ubakhili au kutegea. Ni wajibu, tunatakiwa tutoe ili ibada zetu ziweze kuwa za sawa sawa na kufutiwa makosa yetu. Kadhalika, nukta ya pili tutazungumzia akhir layla min Ramadhan. Akhirul layla min Ramadhan, usiku wa mwisho wa mwezi mkubwa, mwezi wenye baraka, mwezi wa Ramadhan, ambapo leo hii sisi ni mwezi 28. Huenda kesho ikawa ni usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Usiku huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameuzungumzia faida yake. Kwa nini tunauzungumza? Kwa sababu wengi wafungaji
usiku huu wa mwisho wa Ramadhan ndio wanaotumia katika mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanakuwa bize sana katika usiku huu mpaka tena hawana istighfar wala hawana tasbih wala tahlil, wanakuwa wao wanashughulishwa, wako bize na kununua na kuuza. Sasa a'taqa Allah fiha ma lam yu'taq fi ghayriha. A'taqa Allah fiha, Allah subhanahu wa ta'ala anawaachia watu kwa wingi sana na moto. Usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhan, Allah anawaachia kwa wingi sana watu kuwa huru na moto, kuwa watu hawa hawastahiki kuwa ni watu wa motoni, bali wanastahiki kuwa ni watu wa peponi. Ma lam yu'taq fi ghayriha, Allah anawaachia huru watu wengi sana kuliko siku nyinginezo zote za Ramadhan na siku nyingine zote za ulimwenguni. Usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhan, qala wahid min as-sahaba, mmoja katika masahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Mtume aliposema a'taqa Allah fiha, Allah anawaachia ndani ya usiku huu watu wengi sana kuwa huru na moto kushinda siku nyingine zote. Qala, sahaba mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahiya lailatul qadr ya Rasul Allah, huu usiku ambao Allah anawaachia huru watu wengi sana kuliko siku yoyote na moto ni usiku wa lailatul qadr? Qala, Mtume akasema la, hapana, sio usiku wa lailatul qadr. Innama, hakika si vinginevyo, yuwaffa al-amiluna ujurahum fi akhir amalihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia sio usiku wa lailatul qadr, ama kwa hakika ni ile siku ambayo, usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffa al-amilun, anawalipa waliofanya ibada, ujurahum, malipo yao, fi akhir amalih, katika mwisho wa amali zao. Kwa hiyo ule usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhan ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa waja wake amal walizozifanya mwezi mzima. Watu wamefanya amali mbalimbali, watu wamefanya kheri kweli kweli, watu wamefunga ambao ni fardhi, kadhalika wakawa ndani ya ibada ya kufunga wameongeza jitihada mbalimbali za kheri. Huku amefunga, huku anamsabih Allah, huku amefunga anatoa sadaka, huku amefunga anaswali qabliya na ba'diya, huku amefunga anafanya kadha wa kadha katika khair. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ule usiku wa mwisho sasa anawalipa sasa malipo makubwa ya wafungaji. Yuwaffa as-saimuna ujurahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala amesema nitawalipa wafungaji malipo yao yasiyokuwa na hisabu. Ni malipo makubwa sana. Ibada peke yake ya kufunga malipo yake ni makubwa sana yasiyokuwa na hisabu. Kadhalika umesali tarawih, kadhalika wewe unasimama visimamo vya usiku, kadhalika wewe unasali kwa ajili ya kutafuta usiku wa lailatul qadr, kadhalika umefanya kheri mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala usiku huu sasa wa mwisho wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
anawalipa sasa wafungaji waliofanya amali mbalimbali malipo yasiyokuwa na hisabu. Ndugu zangu, usiku huu wa mwisho wa Ramadhan ndio usiku watu wengi hawapatikani katika khair, usiku ambao baadhi ya vijana wenzangu ndio wanatumia furaha ya kupitiliza isiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika usiku huu Allah anawalipa watu malipo, lakini baadhi ya watu ndipo wapo katika mambo yasiyomridhisha Allah. Anaona sasa ndiyo muda, ameachiliwa sasa usiku ule aweze kufanya mambo yasiyomridhisha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hadhihi al-laila lailatun adhima, usiku wa mwisho wa lailatul qadr wa Ramadhan. Usiku huu wa mwisho ni usiku uliokuwa mkubwa sana, sio usiku wa kuzembea na ibada, ni usiku kwanza. Pia imethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku wa mwisho wa lailatul qadr pia ni usiku ambao huenda ikapatikana lailatul qadr. Kwa hiyo ni usiku wa mwisho wa mwezi wa Ramadhan, kadhalika pia ni usiku huenda pia ukapatikana usiku wa cheo. Kwa hiyo hatutakiwi usiku huu tukazembea. Mambo mawili yote huenda yakapatikana. La kwanza ni la uhakika, ni usiku wa mwisho wa Ramadhan, na la pili huenda ukawa ni usiku wa Lailatul Qadr. Katika zile siku za Lailatul Qadr ni usiku wa mwisho wa Ramadhan. Kwa hiyo sio usiku wa watu kuweza kupata fursa ya kufanya mambo yasiyomridhisha Allah, bali tunatakiwa tuendelee na kumwabudu Allah na kuongeza ibada. Nukta ya mwisho ni nukta ya laila yaumul Eid, lailatul Eid, usiku wa Eid. Usiku huu pia ndugu zangu, lailatul Eid, usiku wa Eid ni lailatul fadila, ni usiku uliofardhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku wa lailatul Eid ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala unapoandama tumwezi kwamba sasa usiku huu ni usiku wa Eid, tufahamu kuwa pia ni usiku uliokuwa mtukufu, ni usiku uliokuwa bora. Na usiku huu wengi pia wa watu wanaghafilika an at-ta'a, kutokana na ibada. Ule usiku wa Eid wengi katika watu yafrahuna fiha, wanafurahi katika mambo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa Eid. Kwa hiyo usiku huu ni usiku sio wa kufanya maasi, ni usiku uliokuwa bora, muda wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ni usiku bora. Unapofanya maasi ufahamu madhambi yake ni mazito. Ni usiku ambao Allah ameufadhilisha na Allah ameufanya kuwa ni bora. Wayanshghiluna bilbai'i washara, ndipo watu usiku ule sasa hawana tena tasbih, wala hawana tena kumswalia Mtume, wala hawana kuleta tahlil, bali sasa wao wako bize, baadhi yao kununua na kuuza, wanasahau kuleta takbira, wanasahau kama ni swala ya Isha pia Mtume haswali tena, na wanaachana na ibada. Kadhalika yafrahuna fiha, wanafurahi sana katika furaha ambazo hazimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim
anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, afdalu al-ibada al-ibadat fi al-harj. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, afdalu al-ibada, bora ya ibada, ibada iliyokuwa bora zaidi, al-ibada fi al-harj, ni ibada ile unapoifanya ndani yake kuna fitna na wewe ukafanya. Ai, maana yake hinama yanshaghilu nnasa anha, ni kile kipindi ambacho wewe upo katika ibada, lakini usiku ule ule wewe wasali wapiga takbira, lakini wenzako wapo katika dunia wanafurahika. Mwenye kufanya jambo fulani baya ndo alifanya, mwenye kushughulishwa na jambo ambalo halimridhishi Allah. Sasa wewe ukajitenga na hali ile, ukawa katika ibada, hukuterereka, ukawa pale pale wafanya ibada, waona wenzako wale washarudi katika hali zao kama walivyokuwa wenyewe. Na watu mara nyingi ule usiku ndio wanaanza desturi zao za kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ule usiku wa Eid ndipo watu wanaporudi katika utaratibu wa maisha yao. Sasa wewe ukamcha Mola wako, ukamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, usiku ule watu waona ndio ufuraha wa kumaasi Allah, wewe ukawa furaha yako ni kuendelea na ibada, furaha yako ni kwa swali vile swala ya Isha kwa jamaa, basi ufahamu ibada hiyo ni ibada iliyokuwa bora zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda sana, na atakutizama mtu wewe kwa jicho la huruma. Yani Allah atakuonea huruma na atakufanyia vizuri sana maisha yako. Na mara kwa mara twasema maisha mazuri ni maisha ya wacha Mungu. Wal aqibatu lilmuttaqin, wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mzuri ni mwisho wa wacha Mungu. Wacha Mungu maisha yao duniani ni mazuri, na wanapokufa pia wanaishia vizuri, na wanapofuliwa pia wanapata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameishia vizuri katika maisha ya dunia. Ni kusema na nafsi yako, hakuna kitu kama nafsi. Kama vile nafsi ulivyozungumza nayo mwezi mzima wa Ramadhan, ukajipinda katika ibada mwezi mzima wa Ramadhan, hukukubali wewe, nafsi yako mwenyewe ilikuwa yajisuta, mimi nimefunga lazima niswali, mimi lazima nifanye khairi fulani. Sasa ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, Allah yeye yuko hai, hafi. Sasa muda wa kuwa Allah hafi, wewe unatakiwa uendelee na ibada. Kila unavyoendelea na ibada ndio wema wako, ndipo unapojitendea mazuri katika nafsi yako. Lakini ukajishawishi wewe, ukaiangalia nafsi yako, halafu ukaangalia wenzako, ukaona wacha na mimi niingie katika mtihani, ukaendelea na wewe kufanya maasi. Sasa sisi hatuna dhamana ndugu zangu, hatuna uhakika Ramadhani inayokuja tutakuwepo. Sasa muda wa kuwa hatuna ufahamu huo wala uhakika huo, sasa tunatakiwa sisi wakati wote tuwe sawa sawa, tusiwe na kupindapinda, kwa sababu hatujui sisi kesho yetu, hatuifahamu. Sasa kama hujui kesho, utajua mwaka mwingine unaokuja Ramadhani. Kama swafu zilivyokuwa humu zina wenzetu, Ramadhani hii hatukuwa nayo, kadhalika hata sisi pia tutakuwa Ramadhani hiyo hatupo, sababu ndio desturi ya uhai. Uhai kuna umauti, kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala atufahamisha ndani ya Qur'an, kullu nafsin
dha'iqatul maut, kila nafsi ni lazima itaonja kufa. Kufa ni lazima, hakuna ujanja. Allah pia akazungumza ndani ya Qur'an yale mauti ambayo sisi tuyakimbia, tutakumbana nayo. Yani kila unapokuwa sitaki kufa ndo kukimbia mauti. Sitaki kufa mimi, sitaki kufa, ngoja nifanye jambo fulani labda ndio sitokufa. Lakini lazima ufanye, lazima ufe. Innal mauta alladhi tafirruna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anazungumza maana hakika yale mauti ambayo mnayakimbia, hakika lazima mtakumbana nayo. Thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada, yani hakuna ujanja juu ya kurudi, lazima tutarejeshwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuambia kwamba mtakufa, kufa ni lazima, ndipo alipotuambia hakika si vinginevyo, tuwafauna ujurakum, tutawalipa sasa malipo yenu. Malipo ni haya tunayoyafanya ya kheri. Kufunga kwetu usiku wa Idi, hukubabaika wewe, ukatulia katika ibada, ukadumu katika ibada ambayo kufa kwako. Sasa Allah atakwenda kutulipa malipo yale kuwa mazuri, na malipo mabaya ni wale watu waliokataa. Afunga mwenyewe Ramadhani vizuri, usiku ule wa Idi aanza maasi. Sasa Allah anasema atakwenda kutulipa malipo yetu. Sasa na yoyote ambaye aliyepushwa na moto halafu akaingizwa peponi, faqad faza, huyu ndio aliyofaulu, huyu ndio aliyofanikiwa. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe inayotudanganya, ni maisha mafupi sana. Lakini maisha mafupi haya ndiyo yanayotudanganya kila mmoja wetu, tukaona sasa ndiyo furaha ya kuanza maasi. Katika usiku huu ndio usiku wa Idi, tuanze maasi sisi. Ni starehe ndogo ya dunia ndio inotufanya mapuuza namna hii, tukazembea. Sasa wacha Mungu ni wale ambao waliona kwamba wao hawasubiri Ramadhani nyingine, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza awakubalie Ramadhani hii waliokuwa nayo. Sisi tumefunga, wanamuomba, ndio wema waliotangulia kumwomba Allah awakubalie ibada zao. Ndio jambo la kwanza walikuwa kiomba. Halafu wakimwomba Allah wadumu katika ibada, wasiache ibada wakaingia katika maasi. Hawa ndio wacha Mungu. Wacha Mungu ni wale ambao wanamuomba Allah akubali ibada hizi zetu za mwezi huu wa Ramadhani, tukubalie. Halafu tumuomba Allah tusiondoke katika ibada, tudumu katika ibada kama tulivyokuwa katika Ramadhani. Ya Rabbi, wewe ndio uliotuwezesha, si uhodari wetu sisi, ni wewe Allah. Sasa tukuomba ya Rabbi tudumishe, tuendelee na ibada. Sasa mtu baada ya kuomba maneno haya, yeye usiku ule ule aanza maasi ule ule wa Idi. Allah ndo alipa malipo, yeye ndio pale pale, hataki yale malipo ya funga, bali ataka majidhambi katika usiku wa Idi. Waislamu wengi waliofunga waanza maasi katika usiku wa Idi. Sasa salafu salih wao wanaomba miezi 6 mbele wafikishe katika Ramadhani, na wanapofunga Ramadhani miezi 6 mbele wamlilia Allah subhanahu wa ta'ala wakubaliwe na Allah funga zao. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna muda wa likizo kwamba sasa ni wakati sisi wa kuacha ibada. Hakuna. Tunayo mifano mingi sisi ya watu wema waliotangulia. Kuna Sufyan, wema hao, mpaka mtu anadiriki kumsemea, anasema lau qila li Sufyan, lau kama ataambiwa Sufyan ghadan, kesho Sufyan utakufa, basi asema lau akiambiwa hivyo, basi atakuwa hana hofu wala hana wasiwasi, kutokana
na wema ambao hakuwamwambia kesho wafa, tayari hapo hakuacha kuswali, hakuacha kufanya ibada yoyote. Yani tayari mtu mpaka vile amwambia kesho yafa, hajawacha jambo la kheri. Sasa anakuwa na hofu ya namna gani? Na Allah shathibitisha ndani ya Qur'an, wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mzuri ni mwisho wa watu wema katika ibada. Kudumu katika ibada, ndugu zangu, ndiyo mafanikio ya kila mmoja wetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe umri tufike Ramadhani nyingine, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azikubalie ibada zetu, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamehe ndugu zetu wote waliotangulia, na ajalie makaburi ya wazee wetu na wazee wetu na dada zetu waliotangulia. Tumwomba Allah ajalie makaburi yao yawe ni mabustani katika mabustani ya peponi, na sisi Allah tuwezeshe tudumu katika ibada na tusirudi katika maasi. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.